Nasimama kama balozi wa wazazi ili nikuletee matatizo na mabaya unayoyafanya wewe kijana kwa wazazi wako. Moyo wa wazazi wako unavuja damu. Macho ya wazazi wako yanatokwa na machozi wanapokutizama, na haya ni makosa ambayo unayafanya kwa wazazi wako. Maandiko matakatifu yanasema tuwaheshimu sana wazazi wetu ili siku zetu zipate kuwa nyingi. Lakini moja kati ya sababu kubwa ya sisi kufa mapema ni kwa sababu tumekeuka maandiko matakatifu na tunaishi tutakavyo. Hiyo ni lahana kabisa. Inasikitisha sana kuona wazee wanawazika vijana sana kuliko sisi vijana kuwazika wazee. Na hiyo ni kwa sababu tumejisahau kabisa. Haiwezekani mzee hakulee, baba yako na mama yako wakutunze kuanza utotoni mpaka unakuwa, lakini baada ya kukua Mungu akakujalia ukapata kipato, kwa sasa au wakumbuki wazazi wako. Hii inasikitisha sana kabisa. Inasikitisha sana kuona unavyopendeza, pesa unazohonga watu, pesa unavyoziharibu baa, lakini wazazi wako waonekane kama waganga wa kienyeji. Ndugu zangu, tunafeli wapi? Wazazi hao walitutunza sisi kwa hali na mali ili tupate kuwa, wakiwa na malengo siku moja na sisi tutakuja kuwalea kipindi ambacho hawatakuwa tena na uwezo wa kujitafutia. Lakini leo jiulize kwanza, una muda gani haujamjulia hali mama yako? Una muda gani haujamjulia hali baba yako? Hii inasikitisha sana, na hii ndio mwanzo wa lahana. Fahamu ya kwamba mafanikio yako haijaja kwa akili yako tu, haijaja kwa nguvu zako tu, bali kwa sababu wazazi wako mpaka sasa wanakuombea. Ile inaumiza sana kuona baada ya maombi yao kufaulu, mtu wa kwanza kukumbuka ni mpenzi wako, aza rafiki yako ambaye haujui kwamba ametoka wapi. Tunafeli wapi? Vijana wenzangu, dada zangu, mnafeli wapi? Ulivyokuwa na roho mbaya, jiulize swali, toka uoe ni mara ngapi ulimwambia mke wako hawapelekee chakula wazazi wako? Ulivyokuwa na roho mbaya, toka uolewe, umefikiri kwamba umemaliza maisha, wazazi umewasahau. Ni kweli imeandikwa kwenye kitabu kitakatifu ya kwamba mwanamke atamwacha baba na mama yake, na mwanaume atawaacha baba na mama yake, na wataungana wao wawili kuwa mtu mmoja. Lakini kitabu hicho pia kinasema kwamba tuwaheshimu na kuwajali baba na mama zetu. Inasikitisha sana kuona baba yako anahangaika, mama yako anahangaika, na wakati wewe unamiliki vitu vingi. Na kuangalia begi lako, dada yangu, nguo zinajaa mpaka zingine unaanza kuunguza. Lakini nikiangalia begi ya mama yako, nguo ni zile zile alizokukuza nazo, ndo hizo hizo ambazo yuko nazo. Kisha unataka ufalme wa mbingu upate kuona. Kumbuka wazazi wako. Hao ndo wanajua uchungu wako. Hao ndo wanajua thamani yako. Hao ndo wanateseka kwa ajili yako. Unapoenda mjini unasahau kwamba wazazi waliwaacha kijijini. Inaumiza sana. Na leo nasimama kama balozi wa wazazi, ni kuja kukukumbusha makosa na dhambi unazozifanya. Ukitaka uishi maisha marefu, kumbuka wazazi wako kwa kidogo unachokipata. Wale ndo wana maombi ya kukubariki, na wale ndo wana maombi ya kukulahani. Fanya jambo leo. Nasimama kama balozi wa wazazi, na huu ni ujumbe leo. Zungumza na wazazi wako, wanatamani kusikia sauti yako.